Naomba nikuulize swali moja. Dada uliye naye nyumbani ulimpataje? Au kijana ambaye uko naye nyumbani, mnasaidiana naye kazi za hapo nyumbani, ulimpataje? Ni swali muhimu sana kwa sababu maisha yapo kiroho na ni muhimu na wewe ukachukulia kila kitu kiroho. Hawa au huyu ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako, maisha ya familia yako, lakini pia maisha ya watoto wako. Kwa hiyo ni muhimu sana kumshirikisha Mungu kabla ya kumpata, kwa sababu imekuwa ni kawaida yetu. Wakati mwingine mtu anahitaji dada au kaka, hiyo shughuli kwenye magrupu ya WhatsApp, jamani, natafuta dada. Ukisikia mtu yote naomba uniambie, which is not bad, lakini before kwenda kwenye hizo groups, before start calling watu, jamani, nahitaji dada wa kazi, kuna mwisha kusikia mtu kijijini kwenu au mtu, your friend ana dada yake ambaye ni mzuri, hana mdogo wake au ndugu yake, sio mbaya, lakini cha kwanza ulimshirikisha Mungu kwanza, kwamba Mungu, ninahitaji dada wa hapa nyumbani. Ni jambo muhimu sana, kwa sababu huwa tunafunga, huwa tunaomba kwa habari ya kuomba let's say wake au waume wa maisha yetu au hata kazi, lakini very few people watachukua muda wao kuomba, kufunga kwa ajili ya kupata dada ambaye atawasaidia kwenye nyumba zao. Ni jambo la muhimu sana, ni jambo la kiroho, kwa sababu ni mlango pia adui anaweza akautumia, kwa sababu ni huyu mtu ni mtu ambaye mnaishi naye, anajua mambo ya nyumbani kwako A to Z. Unamwachia watoto wako asubuhi mpaka jioni, au wakati mwingine mpaka usiku, wakati mwingine unasafiri unamwachia, lakini imagine haukumshirikisha Mungu wakati unamtafuta. Leo natamani ujiulize hili swali, kwa sababu ambacho ulikitafuta kwa maombi utakitunza kwa maombi. Kama Mungu alikupa nafasi ya kuomba kwa ajili ya dada wa nyumbani kwako, ili pia aweze kukaa muda, you also need to invest sadaka, you need to invest pia kwa habari ya maombi. Kama unavyoombea kazi, unavyoombea mume, biashara na vitu vingine, lazima pia, hata kama ulitumia njia ya maombi kumpata, pia tumia njia ya maombi kumtunza, ili mpaka ule wakati Mungu aliyokusudia kwamba awepo kwenye nyumba yako, afanye kile alichokusudia, basi wakati ukifika ataweza kuondoka. Neno la Mungu linasema kwenye Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno including kupata dada wa kukusaidia nyumbani, kwa kusali, kwa kuomba pamoja na kushukuru, haja zetu na zijulikane na nani? Na Mungu. Kwa hiyo pia ni haja yako unakuwa nayo, nenda nayo kwanza mbele za Mungu. Unahitaji mmoja, unahitaji wawili, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu kwa habari ya uhitaji huu ambao unao. Lakini pia neno la Mungu linatuambia katika Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yetu. Mungu anajishughulisha kwa mambo ya nyumba yako. Nani aje nyumbani kwako? Nani alee watoto wako? That one concerns God, na Mungu anapenda kushirikishwa kwenye mambo kama hayo. Kwa hiyo kabla hujapata dada au kabla hujaanza mchakato wa kutafuta dada wa nyumbani, muulize kwanza Mungu. Wengi wanaanza kulalamika, wameshapoteza pesa nyingi, wametuma hela, wamedhulumiwa, au dada amekuja kesho yake asubuhi anataka kurudi nyumbani. And a lot of cases unaweza ukazisikia, lakini mimi nakukumbusha jambo la muhimu na jambo la msingi kwanza. Kabla hujatafuta dada, kabla hujaanza kushare na rafiki zako wakupe experience zao, muulize kwanza Mungu. Mungu, ninatamani 1 2 3. Mungu, naomba ufungue macho yangu. Mungu, naomba unionyeshe. Inawezekana wadada wa aina hiyo ambao Mungu amekufunulia, wamekusaidia kuweza kuwaona, sio watu wengine wanakubali, kwa sababu watu wana experience zao. Wadada wa aina fulani wako hivi, akitokea yuko hivi, lakini when
you are sure umemshirikisha Mungu kwenye mchakato mzima, kwanza you'll be so much at peace kwamba Mungu is in control, huyu nimepewa na Mungu na huyu atatunzwa na Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.